Kwa majina naitwa Boniface Komote na hapa napanda kutoka Duarani, na shughuli zangu humu Duarani ilikuwa ni kazi ya uponchaji. Kwa utaratibu ambao tunaendesha hapa mgodini, kwa viongozi wetu jinsi ambavyo wanatuongoza sisi kama wachimbaji ambao tunafanya kazi kama vibarua, tunafanya kazi vizuri sana na viongozi wetu ambao wako mgodini, pia na hawa ambao ni basia ndio viongozi, na pia wanachama ambao ni wahusika wa duara hizi ambao wanatuajiri sisi kufanya kazi. Hakika tunafanya kazi nzuri na wao pia wanatulipa malipo yetu vizuri bila shida, bila tatizo, na hatuzurumiki. Serikali hii ya awamu ya 6 ya Mama Samia Suluhu Hassan imetusaidia na kutunufaisha sana, kwa sababu kwanza inatujali sisi wachimbaji wadogo wadogo na kutupa fursa ambazo sisi tunazitumia na kunufaika. Kwa sababu ukiangalia jinsi ambavyo uchimbaji ulivyokuwa kipindi cha nyuma na kipindi hiki sasa, miundombinu, hebu angalia, umeme upo, maji yanavutwa kwa wakati na sisi hatupati madhara chini. Unatoka chini ukiwa mkavu, hebu angalieni hata mimi nilivyo mkavu, sijarowana. Ni kwa sababu maji yanavutwa kwa kutumia umeme na shughuli zetu zinaendelezwa vizuri, safi kabisa. Na manufaa tunayoyapata kwa sasa, ukiangalia uzalishaji huu ambao tunaupata ni tofauti na kipindi cha nyuma. Tunashukuru Waziri Mkuu kwa sababu tumeona jinsi gani waziri wa madini wanavyotusimamia kwenye kazi zetu, maelekezo yao, na tusiache kusahau mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa vile anatutendea haki sisi watu ambao ni duni kabisa, lakini kwa wakati wetu tulionao sasa hivi tangia 2016 tumepata pendeleo la kuwa watu wakubwa kabisa ijapokuwa ni watu wadogo kabisa. Mfano tumeona sasa hivi tunaishi mazingira mazuri sana. Maji ya Ziwa Victoria yako mgodini. Tulikuwa tunatumia maji ambayo ni hatarishi, lakini ametujali, tunatumia maji mazuri kabisa, afya zetu zinaboreka. Na pia tunaona ni jinsi gani ambavyo tunasaidiwa kiuhalisia juu ya uchimbaji wetu, kwa sababu ulikuwa una migogoro mingi kutokana na uzalishaji. Maji yaliyokuwa ardhini ni mengi, gharama za kuyatoa ni nyingi, huwezi kuaminiwa na benki kupewa pesa, lakini umeme ambao Araimo alihangaika bila kupumzika kuhusiana na TANESCO, tumepata umeme na ambao umeweza kutusaidia kuwa na uzalishaji. Mimi nikiwa kama mwenyekiti nilikuwa naandika kila mwisho wa mwezi tatizo la mgodi ni umeme mpaka ikawa kama ni wimbo. Lakini akiniuliza mbona ni umeme tu, nikamwambia hakuna vifo, hakuna majeruhi, lakini uzalishaji ni duni kwa sababu hatuna vitendea kazi ambavyo navyo vikamudu, gharama zinatushinda. Akaanza kutuhangaikia umeme, na tatizo hilo kabisa tunamshukuru Araimo kwa sababu limeisha na tunafanya kazi kwa uzalishaji wa hali nzuri na ya uwezo mkubwa sana. Kutokana na taarifa za madini tunapanda, yani grafu yetu inapanda. Haiko kwamba wakati tunatumia dizeli nilikuwa naweza kutumia lita 20 kwa siku, ambapo thamani yake inafika mpaka 70,000 ya dizeli. Lakini toka tumeletea umeme, tunatumia mfumo wa umeme, kwa siku natumia uniti zenye thamani ya shilingi 15,000. Kwa hiyo ni jinsi gani nikifanyia mfano 70,000 kwa mwezi ni 2,200,000, lakini 15,000 kwa mwezi napata kama 4,500,000. Kwa hata mtu ambaye hana uwezo anaweza akafanya kazi. Kwa serikali imetusaidia, imetuwezesha. Hatuko mbali sana na jamii. Jamii inayotuzunguka ndio watendaji wengi wanaofanya shughuli hizi za machimbo hapa kama mnavyoona. Kwa hiyo mimi upande wa kikundi chetu cha basia hatuna tatizo lolote na jamii inayotuzunguka hapa. Ndio maana shughuli zetu zinaenda hazina tatizo lolote na wala hakuna malalamiko.